Napenda nikukaribishe wewe mpenzi mtazamaji wa Peace Joy TV. Leo kama kawaida tumewaletea binti mmoja ambaye ni mashuhuri sana katika vyombo vya habari, hasa katika mitandao yetu ya YouTube. Huyu si mwingine ni Miss Debora. Debora, napenda kukaribisha katika studio zetu za Peace Joy TV. Asante. Habari za siku nyingi? Siku ni salama, kuna tatizo kwa kwako? Na mimi mzima wa afya, namshukuru Mwenyezi Mungu. Huyu mtu ambaye leo tuko naye ndani ya studio zetu za Peace Joy TV ni msichana ambaye bado ni mdogo sana, lakini anajishughulisha na mambo ya muziki, hasa kipindi hichi tulichokuwa nacho cha mambo ya kuwarudisha watu wengi katika nguvu au katika ufalme wa Bwana. Leo amekuja kutuambia nini? Leo Debora, tunahitaji kujua Debora ni mtu gani, Debora ni wa wapi, Debora amezaliwa nchi gani, kwa sababu hapa sasa hivi tuko Rwanda, lakini tuna habari tulizokuwa nazo fupi ni kwamba wewe si Mnyarwanda. Hiyo ni ukweli au si ukweli? Ndio, hiyo ni ukweli. Hiyo ni ukweli. Ndio maana leo tunahitaji watu wafuatao Peace Joy TV wote wajue Debora ni mtu gani, Debora ni anajishughulisha na nini, Debora sasa hivi uko wapi. Karibu, naomba tuendelee tu kuwapatia watazamaji wa Peace Joy TV safari yako fupi. Haya, asante sana. Mimi ninaitwa kwa jina la dada Debora Wabenga. Ni mwimbaji, nafanya muziki gospel. Ninafanya kwa East Africa, sio tu Rwanda, hata Kenya, Tanzania. Ninafanya muziki wa gospel. Ndio umesema tumeanza kazi, lakini sio leo kabisa ndio tumeanza. Tulianza tangu tuko watoto, ila tunakuwa na hiyo vision sasa hivi. Mimi nitenda na ongeza lugha nitachanga. Amna shida. Tunakuwa sana hiyo vision sasa, ni wakati sasa, c'est là où nous avions trouvé en fait ce vision de commencer à chanter, de commencer en fait d'être public en fait. Mais avant, on composait, on faisait tout, mais il n'y avait pas moyen d'être public. Moi, j'ai commencé la musique quand j'avais l'âge de 5 ans. J'ai composé, nilikuwa niko naimba wakati niko na umri wa miaka 5. Nilikuwa niko naimba, na sasa hii wakati ndio ninapata nguvu ya kuingia kwa studio, kutoa muziki. Ingawaje sijakuwa na sponsor, ila ninayafanya mwenyewe. Okay. Lakini ukipata watu ambao wanaweza kupatia sponsorship, inaweza ikawa rahisi kwako. Inaweza kuwa rahisi kwangu. Alafu kwa umri wa miaka yako ulionao sasa hivi, vijana wengi ambao wana umri kama wako huwaga hawapendi kuimba nyimbo ambazo ni za kumsifu Bwana. Wanapenda kuimba nyimbo ambazo ni za dunia. Watu wengi sasa hivi wanasema kwamba hizo nyimbo wanazoimba ni za dunia. Inategemeana na soko ambalo liko hapa nje. Sasa watu ambao wako hapa nje wengi wanapenda kuimba nyimbo za kawaida, kwa sababu wanahitaji wanufaike sana, alafu wapate kipato ambacho kiko juu zaidi ya nani. Lakini wengi tulionao sasa hivi wanapenda kuimba nyimbo ambazo ziko tofauti sana na nyimbo za kumsifu Mungu. Kwa nini wewe ulichagua kuimba nyimbo za kumsifu Mungu? Nyimbo za kumsifu Mungu kwangu, ndio mimi, kila mtu anakuwa na ni vocation. En fait, ni vocation. Lorsque moi je chante pour Dieu, c'est là où je me trouve que je suis dans mon monde. Bien sûr, chacun peut chanter musique mondaine, musique d'amour, ça dépend de musique. Mais moi, je voulais chanter pour Dieu parce que, même quand j'étais enfant, je chantais pour Dieu. Et maintenant, comme je suis grande fille, ce n'est pas à dire que je ne peux pas chanter pour Dieu. Je dois toujours continuer à chanter pour Dieu parce que je suis premièrement dans l'église. À part être dans l'église, en fait, c'est ça ce que je sens dans moi. Lorsque je chante pour Dieu,
je me sens que vraiment c'est là où... C'est ça mon monde. C'est ça mon monde. Les choses mondaines, même la danse mondaine, ainsi de suite, je ne peux pas m'en sortir dans ça. Alors, lorsque je chante pour Dieu, wakati naimbia Mungu, là, je me sens vraiment que je suis bien. Je suis bien. Hapo ndio ninajisikia kabisa. Yeah, is my reason to live. Okay. Yeah. Yeah. Okay. Sasa nahitaji nikuulize swali moja. Kwa sasa hivi sihitaji kuingia sana katika umri wako, ila nilianza kukuuliza kwanza swali moja. Wewe uniambia sio Mnyarwanda. Kama sio Mnyarwanda alafu unapenda Rwanda, kwa nini unapenda Rwanda wakati wewe sio Mnyarwanda? Kiukweli siwezi kuingia ndani ya political sana lakini ni lazima kama mtu kama wewe ambao tuko naye sasa hivi lazima nikuulize. Kuna vitu vingi ambavyo viko kati ya Wanyarwanda na Wakongomani. Leo ndani ya Rwanda kuna watu wanasema Rwanda iko Kongo na yenyewe ikasema Kongo, maneno tu. Alafu cha kushangaza kuna Wakongomani wengi sana wako ndani ya Rwanda. Alafu wao tu wanaishi vizuri. Sasa nahitaji uniambie kwa jinsi unavyochukulia mahusiano ya hizi nchi mbili. Wewe unachukuliaje? Kuhusu mahusiano mimi sifanyi politiko, ila kuhusu mahusiano mimi sinaga tatizo. Mimi tu ni mwanamuziki. Mwanamuziki anaimba, si kusema sasa ninaimbia Wakongomani wala ninaimbia Wanyarwanda wala si kusema naimbia wa Kenya wala naimbia wa Tanzania, ninaimbia Mungu huyo mmoja tu. Wanyarwanda, Wakongomani, sote Mungu tu ni huyo mmoja. Ndio maana mimi vitu vya politiko nini, kwa sababu mimi niko Mkongomani. Ila Mnyarwanda anaweza kunifuata kwenye channel yangu ya YouTube. Yeah. Ndio maana sisi ambao tunafanya huduma hatuwezi kuingia ndani ya hiyo mambo, kwa sababu sisi mtu wote ataingia atafata hiyo. Na mimi kuimba kwangu ni kwa sababu watu wache kwa Yesu. Yeah. Ule mpagani ashasikia hiyo message, anakuja kwa Yesu na hiyo tu. Objective yetu si kusema huyu ni nani, kwa sababu Mungu sisi sote anatupenda. Achague huyu wa kabila fulani, achague sisi sote watoto wa Mungu. Sote ni watoto wa Mungu. Mimi sijui kwanza kwa sababu gani vita. Apare kukuwa watoto wa Mungu, sote ni wa Afrika. Mbona unajaribu kunikwepa sana? Unajaribu kunikwepa ujue. Mimi sikukwepe. Unajua mimi ninachokuuliza mpaka sasa hivi hujanijibu. Wewe tu unataka tu nikuulize mambo ya Mungu tu, lakini japokuwa unataka nikuulize mambo ya Mungu, vipi unaionaje political ambayo iko hapa nje? Sasa ni lazima uiongelee kwa sababu nawe pia you mature enough, you know. Sasa kama mtu kama wewe ambao uko mature enough, lazima na wewe utuambie hichi ninachokiona ni hichi, watu wanahitaji hichi, alafu tunahitaji ushauri gani ili hao watu tuwashauri wafanye nini, Kwa hiyo siwezi kupata jibu kwa hiyo siwezi kabisa kupata. Wewe niulize muziki naendaje, tutafanya je kuhusu muziki? Mimi nitakujibu. Hiyo vitu ya politiko mimi mwenyewe hata sio politiko lakini muziki tu. Taarifa za habari tunaangalia sisi wote. Alafu sisi wote tuna YouTube, tunaangalia kwenye YouTube, tunaangalia kwenye TV za kawaida, tunaangalia sehemu zote kwenye social media zote. Ndio maana ni lazima na mimi nikuulize. Uko hapa? Unajisikia, kwanza nikuulize swali moja. Unajisikiaje kuwa huko Rwanda sasa hivi? Mimi sinaga tatizo hapa Rwanda. Sasa kuhusu wanawake mimi sioni hata tatizo, wanakea kila kitu, wanawake wana nini, hata mtu hawezi kunigusa kwenye nyele kama sifurahi. Hata ambao wako nanifuata mtizania kuwa sisi hapa tuko vibaya, hapana, sisi hatuko vibaya, tunaishi vizuri. Si kusema ya kuwa wamenipa pesa ili niongelee, hapana, wanipe pesa, ila ninakwambia ukweli, Rwanda hatuko vibaya.
Hapo nafurahi sana kwa sababu kuna watu wengi ambao wanajua kwamba Rwanda ni nchi mbaya. Rwanda kuna watu ambao wananyanyaswa kwa sababu wao ni Wakongomani. Kuna watu wananyanyaswa ambao sio Wanyarwanda, lakini kwa sababu umeongea hivyo tu inatosha. Alafu kwa sababu wanajua kwamba wewe ni mtoto wa Mungu, unapenda neno la Mungu na unawaimbia, unawakumbusha kwamba Mungu yupo. Na yenyewe ni moja kati ya kitu ambacho kinasaidia kwa watu wengi wanaokufuatilia kwamba kwanza wajue kwamba juu ya mtu yeyote yule kuna Mungu. Alafu Mungu ndo anaweza yote. Sasa kwa sababu Mungu anaweza yote, ndio maana sasa leo tuna baraka sana kwa tuko na wewe hapa ndani ya studio yetu. Aha. Kwa hiyo tulikuwa tunaongea tu ya kawaida. Sasa acha turudi katika mziki sasa. Vipi unaendeleaje na mziki? Vipi mziki wako umefika kiwango gani? Yeah. Mziki tunapandisha. Mziki tunaendelea, tuko na composition, lakini tuko naangalia kisi tutazitia online, zitakuja tu hapa karibuni. Tuko nachunga mwezi hapo. Si promettre ila tutakuwa na kitu. Si promettre lakini tutakuwa na kitu. Okay. Kuhusu muziki. Sasa hivi naenda kuudhi. Utajitahidi tu kunivumilia. Naenda kukuudhi. Tunaongelea mambo ya muziki, swala la muziki, lakini wenye Rwanda au watu ambao wanafuatilia hii channel au Wakongomani, kwa sababu sasa hivi hata Wakongomani na wenyewe watakuja kuangalia kwa sababu Kiswahili si wanajua. Wamoja. Yeah. So kwa hiyo naomba kwanza ujitambulishe kwa aina nyingine. Watu wanahitaji kusikia sauti yako, wanahitaji kusikia jinsi unavyoimba, wanahitaji kusikia kwamba nani huyu anamsifu Bwana hivi. Sasa uwanja wako sasa. Nyimbo ambazo mimi nitaimba, mimi nilisema ya kuwa mimi en fait je compose mes chansons. Je chante, je compose, ninatunga nyimbo. Mimi ninaimba ila ninatunga nyimbo. Ninatunga nyimbo nyingi sana. Mimi ni mwandishi wa nyimbo. Haya. Asante kwa kutupa fursa kwa hiyo microphone. Alors, hata nikiimba kwa Kiswahili, kwa Kifaransa, hayakuwa tatizo. Yeah. La chanson que je voulais chanter, c'était une chanson qui est intitulée et qui fait l'appel même aux jeunes, surtout les jeunes filles, les jeunes garçons. Premièrement, la chanson, j'ai été inspirée et la chanson, donc j'ai rêvé ça, qui parle « Je vais te suivre ». Je vais te suivre veut dire que j'ai laissé ma vie, j'ai laissé le péché, j'ai laissé tout ce qui était bon pour moi, mais je voulais te suivre Dieu, je voulais suivre ton chemin, nitakufata. Nyimbo haya sikia basi mpendwa msikilizaji. Papa 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 nakolanda seyo. Papa 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 nakolanda seyo. Baba 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 nitakufuata wewe. Baba 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 nitakufuata wewe. Asante. Wow. Una sauti nzuri sana. Asante. Una sauti nzuri sana. Kiukweli una kipaji. Asante. Alafu sijui ni kwa nini mpaka sasa hivi bado uko sehemu moja wakati una kipaji kama hicho. Tunahitaji kuchukua muda maalum wa maombi kwa ajili yako. Kila kitu ni step by step. Kila kitu step by step. Ya najua na nakubaliana na wewe sana, japokuwa unaona kwa sasa hivi jinsi ulivyo na zamani jinsi ulivyokuwa
kuna step fulani ambayo ushamaliza ushafikia sehemu fulani, japokuwa lengo lako bado halijatimia. Alafu una mpango wa kuweka album wa kupatia album yako lini? Album itakuja pole pole. Kwa sasa hivi lakini kuna nyimbo moja ambayo unayo. Hii nyimbo nataka niongelee kwa sababu hii nyimbo niliisikia. Hii nyimbo ni nzuri na ina message nzuri sana, na kiukweli ulijaribu kufanya vizuri. Hivi kwa nini usituimbie kidogo katika chorus au verse kwenye hiyo nyimbo ambayo nasema inaitwa Uinuke, I guess. Inaitwa Uinuke Baba. Nitafasiria kwanza kidogo kuhusu hiyo nyimbo. Hiyo nyimbo Uinuke Baba ni nyimbo ambayo nilipata. Wakati nilipoipata nilikuwa tu, lakini sikuwa nimeshapata muda kuitia kwenye studio. Lakini nikapenda bali nyimbo ibaki tu hivyo, heri nitie kwenye studio ili watu wengine waendelee kuifuata, hata na Mungu mbinguni afurahie kuhusu hiyo nyimbo. Ni nyimbo ambayo inasema Uinuke Baba. Donc n'importe où on peut lever Dieu, n'importe quand on peut lever Dieu, n'importe qui, que tu sois congolais, que tu sois européen, n'importe quelle nationalité, tu peux élever Dieu. Là où donc la chanson ici, ça montre que même le président, il s'agenouille devant toi. Pourquoi pas moi? Alors moi qui est simple être aimé, comment je ne peux pas adorer et élever Dieu? Lorsque je regarde combien de fois David était en train d'élever Dieu, il ne regardait même pas les habits qu'il portait, il élevait toujours Dieu. C'est pour cela la chanson ici, ça parle sois élevé Dieu, sois élevé au-dessus de tout, sois élevé partout. Sois élevé au-dessus de mes problèmes, sois élevé partout Dieu. La chanson ici, tout le monde peut chanter ça. C'est pour cela la chanson ici, j'ai traduit ça en français, j'ai traduit ça en swahili, j'ai traduit ça même en anglais, j'ai traduit ça même en Kinyarwanda. La chanson, dans tout le monde, tu peux chanter avec, comme dans n'importe quel moment et comme tu veux. La chanson parle sois élevé. Uinuke Baba en swahili. En swahili, watu ambao wanatufuata kwa East Africa, Kenya, Tanzania, Uganda, nyimbo nasema Uinuke Baba. Uinuke Baba. Uinuke Mfalme. Sois élevé mon Dieu. Sois élevé mon Dieu. Tombwama Yahweh. Tombwama Nzambe. Ushizwe juru. Ushizwe juru. Ushizwe juru. Ushizwe juru. Ile tu ilikuwa kapela tu. Ila nyimbo utapata kwa YouTube. Yote tutaipata kwa YouTube. Yeah. Mpenzi mtazamaji unayoendelea kufuatilia Peace Joy TV, huyu mwanamke ambaye unamuona hapa, I'm sorry, naweza nikasema mwanamke wakati bado msichana. Inaweza ikawa shida. Haujatuambia vizuri nani civil status yako ili watu wajue huyu kwanza ni mwanamke au ni msichana. Sababu kuna tofauti kati ya hivyo vitu viwili. Mimi ni msichana. Wewe bado msichana. Ninasoma. Hadi pia nilimaliza masomo kwenye vitu vya migration. Ndio nilimalizia masomo. Ila tena ninaongeza ingine masomo. Mimi ni msichana bado sijalunga mimi ni msichana. Okay. Kwa hiyo watazamaji wanaofuatilia hata watakaohitaji kupata namba yako, mimi niko tayari kuwapa namba yako. Kwa hiyo kwanza mimi najihisi na furaha sana kwa sababu leo umeleta baraka ndani ya studio yetu. Yes, okay. Alafu baada ya hapo nahitaji sijui utafanyaje, sijui ila nahitaji wewe mwenyewe nahitaji tupatie labda naweza nikawa na kuingilia sana, lakini siwezi kuacha. Nahitaji nyimbo ambayo mtu yeyote atakayeisikia itamgusa ndani ya roho yake.
sijui utaimbaje, sijui utafanyaje, sijui utasimama, sijui utakaa, sijui utalia, sijui utacheka. Hiyo inakuhusu wewe. Ninachohitaji tu wanaotufuatilia sasa hivi, wanaotufuatilia ndani ya channel yetu, kwanza wapate nyimbo ambayo itawagusa ndani ya roho, ambayo itaingia ndani kabisa. Vipi, ipo? Nyimbo sisi ipo, nyimbo iko. Kama ipo sasa mimi nitashindwaje sasa kuisikiliza? Utashindwaje sasa kuisikiliza? Utasikia tu, usijali. Ila nilikuwa napenda wasikilizaji wasikie kwanza hiyo nyimbo ambayo nimetoa, wao wenyewe wajisikilie kwa YouTube, kisha nitaimba en fait playback. Unataka kuimba playback? Playback. Ndio pale kwenye nilikuwa napenda niingie ku playback. Nitafute nyimbo niingie ku playback. Itawezekana, msamee kadogo. Hatuwezi kukataa kama ndo unahitaji. Nataka nifanye playback. Unajua kiukweli ni kwamba watu hatuamini kila mtu. Tunaamini vitendo, hatuamini maneno. Kwa hiyo tukiweka playback kama unavyotuomba, hatuwezi kujisikia kwamba sauti ya Debora iko vipi. Sisi tunahitaji sauti yako sasa hivi. Tunakuomba kabisa utuwekee. Sisi tunachokuomba sasa hivi ni sauti yako. Tunahitaji sauti yako ambayo iko natural. Hatuhitaji instrumental, hatuhitaji sijui umeenda wapi. Tunahitaji natural. Good. Kwa hiyo isiwe shida kabisa. Sawa, kuna tatizo. Uinuke Baba, uinuke Mfalme, uinuke Baba, uinuke Mfalme. Wewe ni Mungu, badala yako sina mwingine. Wewe ni Baba, sifa hizi zikurudi wewe. Uinuke Baba, uinuke Mfalme, uinuke Baba, uinuke Mfalme. Wakuu wa nchi wanalisifu jina lako. Mfalme Daudi alisifu jina lako. Hata na mimi leo hii nalisifu jina lako. Uinuke Baba, uinuke Baba, uinuke Mfalme, uinuke Baba yetu wewe. Uinuke Mfalme, ushizwe ejuru mana, ushizwe ejuru, icyubahiro ni cyawe. Ushizwe ejuru, ushizwe ejuru, tombwa yawe, tombwa mazambe, mbele zako nainama. Mimi ninakuabudu, mikono yangu nainua. Mimi ninakuabudu, mbele zako mimi nainama. Mimi ninakuabudu, mikono yangu nimeinua. Mimi ninakuabudu. Ushizwe hejuru, ushizwe hejuru. Hallelujah. Merci. Wow. Nice song kabisa. Asante. Najisikia na furaha sana leo kuwa na wewe ndani ya studio zetu.
Yeah. Na nahitaji kukuambia kwamba saa yoyote ile, siku yoyote ile ambayo utahitaji kuja hapa kutuambia chochote kile, tuko tayari kupokea. Asante. Na ni yapi malengo ambayo unayo kwa huu mwaka ambao tuko nao wa 2023? Malengo yapo. Malengo yapo. J'ai l'objectif par rapport à cette année ici, 2023. Surtout, je voulais faire, même si je vais à ce que lorsque je parle de quelque chose, je veux que lorsque les choses sont déjà là, c'est quand je parle. Mais niko na malengo kuhusu mwaka mimi ninayo. Ndio maana mimi nakwambia East Africa, sana kuhusu East Africa, parce que mimi ninafanya gospel East Africa. Nagusia Congo, nagusia Rwanda, nagusia Tanzania, Uganda na Kenya. Mimi nafanya gospel yangu iko kwenye East Africa. Ndio, okay. Hata wengine watasikia muziki, lakini napenda sana nipandishe muziki ya East Africa. Yeah. Una malengo mazuri sana ndani ya huu mwaka. Na hivi bado uko shuleni? Yeah. Unatarajia kumaliza masomo yako mwaka gani? Mimi utamalizika mwaka wa 2024 mwaka unaokuja. Yeah. Okay. Ni kipi ambacho unaweza kuambia watazamaji wetu wa Peace Joy TV? Ni kipi ambacho unaweza kuambia leo? Yeah, watazamaji ninawaambia kwanza wako nafuata kwanza yo TV yetu na kusubscribe kwenye channel yetu ya YouTube. Kwa sababu una subscribe, una like, inatusaidia pia sisi, una share, una comment, inatusaidia sisi kuendelea. Yeah. Wakati una comment, una share, una like, inatusaidia sisi kuendelea. Na pia ni kutazama kila mara. Hiyo ni TV nzuri ambayo inapitisha vitu vya Mungu. Hatutaki tu haiko kila mara tu kuangalia TV ambazo zinapitisha vitu vya kuchafua macho yako. Ni vizuri kuangalia vitu ambavyo inasaidia pia macho yako, inakusaidia kujiweka mzuri mbele ya Mungu wa mbinguni. Ni ya maana sana. Hapo kwenye TV tunaangalia sana vitu vya Kikristo. Kwa mtu mpenzi ambaye anafuatilia Deborah leo, unaweza kumuomba nini kwa upande wako mwenyewe? Kwa upande wangu kwanza ni kunisaidia kwa maombi. Ni kunisaidia kwa maombi kwa sababu kazi ya uimbaji sio rahisi, sitakuficha. Kazi ya uimbaji sio rahisi. Inalomba pesa, lakini ushanisaidia kwa maombi, itasaidia, Mungu atafungua njia. Yeye ndio anafungua njia mahali ambapo hakuna njia. Il ouvre la porte même là où il n'y a pas la porte. Donc là où les portes sont fermées, lui il ouvre ça. Donc ni kunisaidia kwa maombi, ni kunisaidia sana. Alafu kwa nini usiombe pesa? Na pesa ndio ninaomba maombi kwa sababu mimi na pesa. Yaani wewe usiombe pesa, unaomba maombi? Ndio, ninaomba kwanza maombi. Maombi ni ya kwanza kwa kunisaidia. Hata na pesa ikishakuwa yakuwa tatizo, unaweza kunisaidia, ila pia kazi ya Mungu iendelee mbele. Ushapata pesa, unasema mimi nataka kumsupport huyo dada. Ninampatia kama ni dolari, kama ni nini, mimi sijui. Unanipatia, itanisaidia pia kwa kusogeza kazi ya Mungu mbele na muziki ya East Africa isonge mbele. Okay. Kiukweli una mtazamo ambao uko juu sana. Na nadhani Mungu wa mbinguni ambaye tunamfanyia kazi, sisi vijakazi wa Mungu, nadhani tukipiga magoti mbele zake na kumwambia kwamba Deborah tulionaye hapa ana lengo zuri sana, nadhani Mungu na yeye pia atajua cha kufanya. Deborah, labda tukiwa tunafika tamati ya kipindi chetu, kwanza nahitaji kusikia sauti yako kwa unaomba. Leo utatuombea. Utatuombea hapa, utatuombea ndani ya studio zetu, na pia ujiombea na wewe mwenyewe kwa sababu unaanza tena safari. Na nadhani leo hautolala Rwanda. Leo una safari. Leo una safari. Lakini
Hii safari ambayo nayo kwa nini na yenyewe usiweke mbele ya Mungu? Alafu watu ambao wanaangalia Peace Joy TV, wanaofuatilia DNA Ministries, wote watakusaidia na wewe pia kwa maombi. Si ndio? Ndio. Sasa nahitaji kwanza neno la mwisho ili uage wapenzi watazamaji, alafu utuombee baraka ndani ya studio zetu, ujiombee na wewe pia wewe mwenyewe, alafu tuage wapenzi watazamaji wa TV yetu. Neno la mwisho ni kusema nasema asante kwa mwaliko hapa. Nasema asante kwa kunialika kabisa. Napokea care nyingi hapa. Mimi sinaga tatizo kabisa hapo. Asante kabisa kwa mwaliko. Ninafurahia sana kabisa. Ninafurahia sana. Na nikizani itakuwa ndio ya mwisho ambao kuna nifuata. Sidhania sio huyo dada atamwona tu leo na anakwenda kabisa. Utanipata tena. Karibu sana. Asante. Haya, tuombe basi. Tunakushukuru Muumbaji wa mbingu na nchi, wewe ambao umetufikisha mahali hapa. Tunasema asante, wewe ambao unakuwa na lengo. Unajua ni kwa sababu gani Baba? Kila kitu ambacho kimefanyika wewe unakuwa na lengo Baba. Unajua ni kwa sababu gani wewe umetukusanyisha tena mahali hapa. Ninaenda kuombea tena hivi vyombo vya habari, niko na viombea. Mahali popote ambapo watatangaza kwa ajili ya neno lako, ninaombea katika uweza wa jina la Yesu Kristo. Ninaombea wafanyakazi, ninaombea mapasta, ninaombea watu wote mahali hapa. Niko naombea nikibariki ETV. Isingelisalia Baba, niko naombea pia mimi ambaye niko hapa. Umetumia kwa leo kuongea kwa sababu yako. Hatukuja hapa kuongelea vitu vingine, lakini pia tulikuwa ndani ya kuongelea vitu vyako. Ndio maana Baba ninakualika, ninasema asante, uende pamoja nasi, utakapoondoka uende pamoja nasi, na ambao watakapobaki ubaki pamoja nao. Katika uweza wa jina la Yesu Kristo tumeomba. Amen. Asante sana mpenzi mtazamaji wa TV yetu, na nakushukuru sana kwa kuwa umeweza kutufuatilia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki, na naamini kwamba naweza kukualika tena kuendelea kufuatilia vipindi vyetu ambavyo vipo njiani, ambavyo vinaendelea, na ukikumbuka kubonyeza subscribe, share pia na comment tunahitaji. Alafu naomba nikupe karibu tena ndani ya channel yetu. Asante sana ndani ya Peace Joy DNA Ministries. Chao chao.